Naam, mwisho wa taarifa za michezo, lakini kabla ya kwenda kwenye mahojiano, wanasema kwamba historia hujirudia na ndio hali ambayo inayoshuhudiwa kwa sasa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akipitia wembe ule ule kuhusu kunyimwa mafao yake ya baada ya kustaafu. Itakumbukwa kuwa mwaka 2018 Uhuru akiwa rais wakati huo alizuia kupitishwa kwa mswada wa mafao ya waziri mkuu wa zamani Raila Odinga na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Mwanahabari Grace Ng'ang'a anatueleza matendo yake ya zamani akiwa rais yanamwandama Uhuru Kenyatta. Miaka 8 iliyopita rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipokataa mswada wa kutoa kifungo cha kustaafu kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais wa zamani. Hatimaye historia inajirejelea. Hatua ya Uhuru ni kwamba wawili hao walikuwa mimi siwezi kae. Sisi tutaendelea mbele. Wakati huo Kenyatta alisema kuwa sababu zake za kutoidhinisha mswada huo ni kwamba Odinga na Kalonzo walikuwa wangali wanapiga siasa kinyume na hitaji la kisheria kuhusu mafao hayo. Huo ndio ulikuwa wakati Odinga aliapishwa kama rais wa raia mnamo tarehe 30 Januari mwaka 2018. Raila Amolo Odinga in full realization. Rais wa 4 wa Kenya amejikuta kwenye kizungumkuti akimlaumu Rais William Ruto kwa kutotimiza mahitaji ya kifedha ya ofisi yake ya shilingi bilioni 1 na hivyo kugeukia vyombo vya habari kutafuta msaada. Kenyatta sasa anadai kuwa hajakuwa akipokea mafao yake kama ilivyoratibiwa, kama vile ufadhili wa ofisi yake rasmi. Serikali inamtuhumu Kenyatta kwa kuikana ofisi iliyopangiwa kwake mtaa wa Nyari jijini Nairobi. Japo ametua kwenye makazi yake ya zamani, sasa taasisi ya Uhuru Kenyatta kama chaguo lake. Waandamizi wa serikali ya Kenya Kwanza wamekuwa wakimtaka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujiondoa kutoka siasa za kitaifa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta bado ndiye mwenyekiti mwenza wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kwa kutokana na nafasi yake katika chama kilichotawala, chama cha Jubilee. Mwaka uliopita Kenyatta alijikuta kwenye malumbano ya uongozi wa Jubilee na baadaye kuongoza mkutano mkuu wa chama hicho. Kira zangu zilikuwa zimeniambia ya kwamba siasa mimi nilikuwa nataka nilegee, lakini wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Lakini chama sio ya Uhuru ina wenyewe. Hata hivyo, kupitia kwa msemaji wake Kanze Edena, Jumatatu Kenyatta alielezea kuwa mahakama iliamuru kuwa bado Kenyatta ndiye kiongozi hadi pale ambapo mgogoro wa chama hicho utakapotatuliwa. I think we can note anywhere that he has been inactive in terms of political activity. So I don't think that should be a basis or a TR that should necessitate the kind of treatment that the office of the retired third president is receiving. Wataalamu na viongozi wa kisiasa wanasema kuwa licha ya uongozi wake ana haki ya mafao hayo na lazima sheria ifuatwe. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa kamati iliyoundwa na Rais William Ruto kutatua suala hili. Grace Ng'ang'a, KTN News, Nairobi.